In the mighty name of Jesus Christ. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Lord, we come before you this afternoon. Baba, twaje mbele zako mchana wa leo. We thank you, King of Glory, for a time and a day like this. Tunakushukuru Mungu wa ukuu kwa wakati na muda kama huu. Where we are here to celebrate the resurrection of Christ Jesus. Ambapo tuko hapa kushangilia ufufuo wa Yesu. We thank you because you have given us grace and favor to be found today. Tunashukuru kwa kutupa neema ya kupatikana leo. Thank you for the Bible says that where two or three gathers together. Inamalikia kwa nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Sit as a king and a queen in the house of the Lord. Basi kama mfalme na malikia kwa nyumba ya Mungu. Because you are a king and you are a queen. Kwa sababu wewe ni mfalme na malikia. Amen. Amen. I've been introduced here so powerfully. Nimeweza kutambulishwa hapo kwa ukuu sana. But above all, I remain humble before your presence. Ila zaidi ya yote na nyenyekea kwa uwepo wenu. It is not easy to minister before bishop. Ni ngumu sana kuweza kuhubiri mbele ya bishop. Bishop Kennedy, may God bless you so much. Askofu Kennedy, Mungu akubariki sana. And the entire members of United Methodist Church. Na washirika wote wa kanisa la United Methodist. Piga Yesu makofi. Amen. Thank you so much. Asante sana for giving me an opportunity like this. Kunipea nafasi kama hii. I'm not better than the servants of God who are seated. Mimi si mwema kushinda wachungaji ambao wamekaa. But they have honored me to minister before them. Ila wameniheshimu nikahudumu mbele zao. So I'm truly humble before you, servants of God. Kweli na hakika nimenyenyekea mbele zenu watumishi. And for sure I know that the Lord is going to bless us together. Na hakika najua Mungu atatubariki pamoja. Hey, come on, the Lord is going to bless us together. Mungu atatubariki leo. We are not in the mortuary the way Bishop said. Hatuko mortuary kama jinsi askofu alisema. But this afternoon we are in the labor. Ila mchana wa leo tuko kwenye labor. We are going to push something until it happens. Tutasukuma kitu hadi kitimie. Hallelujah. Hallelujah. That which we are going to push is not dead. Na kila ambacho tunakisukuma hakijakufa. Hallelujah. Hallelujah. Whatever we are pushing this afternoon is not dead. Ambacho kitu tunakisukuma hakijakufa. He is alive. Yeye ameishi. He is moving. Yeye anatembea. Glory be to God. Utukufu kwa Yesu. Hey, come on, tap your neighbor and tell your neighbor he's alive. Kuna jana mwambie amefufuka. Hey, come on, tap your neighbor, tell him he's alive. Kuna jana mwambie amefufuka. We are pushing him this afternoon. Tunamsukuma mchana wa leo. Hallelujah. 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 Can we celebrate our God? Can we celebrate Holy Spirit? Can we celebrate the Son of God? Can you celebrate yourself? Najishangilia mwenyewe. I'm feeling in my spirit that the atmosphere is charged. Nasikia kwenye roho ya kwamba atmosphere hii imeenda kuchukua nguvu. We came here to serve God with our substances. Tumekuja kumtumikia Mungu na mali zetu. But before to serve God with that, Na kabla tumtumikie Mungu, God must serve us first. lazima Mungu atutumikie Hey, kwanza. come on, God must serve us first. Mungu anatutumikia kwanza. After eating, Na baada ya kukula, then we're gonna give back to God. na tutamrudishia tena Mungu. Amen. Amen. Like me, I'm very loaded this afternoon. Tena waleo nimeweza kujazwa zaidi. Yani, I'm very loaded in my pockets. Nimejazwa kwenye mfuko. And this afternoon, I will pour everything here. Tena waleo nikamwaga chochote hapa. Because I'm not only serving the servant of God, Sababu simtumikii tu mtumishi wa Mungu, but I'm serving my maker, my creator. ila namtumikia Muumbaji The wangu. Lord of Lords Mungu wa miungu and the King of Kings. na mfalme wa Hey, come on, when I'm calling him names, celebrate him. The King of Kings, na mfalme wa falme the Waymaker, ambaye ametuumba, anayetengeneza njia, anayetengeneza njia, and the provider. anayetujalia vyote. I plan to preach in Kiswahili. I plan. Nilitamani nihubiri kwenye Kiswahili. Nilipanga nihubiri kwa Kiswahili. Lakini Kiswahili ambacho nilikisikia hapa, nimefunga Kiswahili changu, nimeweka kwa mfuko,
resurrection nguvu za ufufuo of Christ Jesus. Kristo Yesu. We came here to celebrate the resurrection of Jesus. Tumekuja hapa kushangilia ufufuo wa Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Today is Happy Easter Sunday. Leo ni Jumapili ya Pasaka. But I want to confirm to us Ila nataka niwajulisheni that this is more than celebration. hii imezidi tu kushangilia. Hallelujah. Hallelujah. It is more than celebration. Imezidi kushangilia tu. To me, it is a revelation Kwangu ni ufunuo fulani that the grave is empty. ya kwamba kaburi liko wazi. The tomb is empty. Ya kwamba kaburi liko wazi. It is a revelation Ni ufunuo that the Son of God is alive. ya kwamba Mwana wa Mungu amefufuka. Hallelujah. Hallelujah. It is not just a celebration, Si tu kushangilia. but it is a revelation Ya kwamba ni ufunuo that the tomb could not hold him. ya kwamba kaburi lilimzuia. He was bigger Alikuwa mkubwa than the grave. na kwa hiyo kaburi Ripakataya na kushaka. Hallelujah. He was bigger alikuwa mkubwa than the grave. kushinda kaburi. So the grave could not contain him. Kwa hiyo kaburi alingemwazua The grave had to vomit. kaburi lazima The lingemtafuta. grave had to release. Kaburi lilikuwa limtoe. And to tell this afternoon, Na leo mchana wa leo it is a revelation na ni ufunuo ya kwamba that Christ Jesus, Kristo Yesu He is alive. He is alive. Hallelujah. Hallelujah. Let me submit to you. Wacha nikwambie, He's not in heaven. hayuko kule mbinguni. He's not in heaven. Hayuko mbinguni. He's called Emmanuel. Anaitwa Emmanuel. He's God within us. Mungu ndani yetu. He's God within us. Mungu ndani yetu. Hallelujah. Hallelujah. The Christ within you. Kristo ndani yako. The Christ within you Kristo akiwa ndani yako. is the hope of glory. Yeye ndiye tumaini la umilele. Amen. Amen. Matthew 28 verse 6. Mathayo 28 mstari wa 6. The Bible says, Biblia inasema He is not here. yuko hapa, He has risen. amefufuka Just as He said. jinsi tu alivyosema. Come and see the place where He lied. Kuja uone mahali alipokuwa amelala. Praise be to God. Tukufu kwa Yesu. John 2:19. Yohana 2:19. And Jesus answered and said to them, Yesu akawajibu akawaambia, destroy this temple. jumba hili, Destroy this temple. haribuni hekalu hili, And in 3 days. na kwa siku tatu. Can somebody say 3 days? Mtu aseme siku tatu. 3 days. Siku tatu. I will raise it up. Na kwa siku tatu nitalijenga. Hallelujah. Hallelujah. Now, Sasa I want you to walk with me. nataka utembee nami. You see, where I'm coming from, we make noise. Mahali ambapo nimetoka tunapiga makelele. Glory be to God. Tukufu kwa Yesu. And when noise is made, Na wakati kelele zimetengenezwa, the walls come down. ukuta zote zinaanguka. When the noise is made, Wakati kelele zinapigwa, the foundation is being shaken. misingi inatingizwa. So you will bear with me. Kwa hivyo mtanisamehe kwa But leo, I will try. lakini nitajaribu. I will try today. Nitajaribu leo. So in 3 days, Kwa siku tatu after the destruction, baada ya kuharibu, I will build it again. nitalijenga tena. Now follow me here. Nifuate mahali hapa sasa. In the book of Genesis, Kwa kitabu cha I Mwanzo, want to share with you briefly nataka nishiriki nanyi kwa ufupi how we got ourselves to this place where we are today. jinsi tulipatikana mahali tuko siku ya leo. Glory be to God. Tukufu kwa Mungu. In the book of Genesis chapter 1, Katika Mwanzo mlango wa kwanza verse 1, mstari wa the kwanza, Bible says, Biblia inasema in the beginning God created heaven and earth. mwanzoni Mungu aliumba mbingu na nchi. Hallelujah. Hallelujah. So it means that Inamaanisha God set the foundation of creation Mungu aliweka misingi ya uumbaji in the beginning. pale mwanzoni. Glory be to God. Tukufu kwa Mungu. And He created everything. Na akaumba vyote. And in verse 26, Na katika mstari wa 26 something happened. kitu kilitendeka. A council was called. Basi kamati iliitwa.
later found man. na baadaye akamuumba binadamu. So the creation was in the spirit. Kwa hivyo uumbaji ulikuwa kwenye roho. And the formation was in the physical. Na uumbaji ulikuwa katika uonekano. Hallelujah. Amen. So man is both spirit and body. Kwa hivyo mwanadamu ni roho na pia ni mwili. Hallelujah. So I want to tell us Kwa hivyo nataka tuambie that man is a supernatural who lives in the natural. ya kwamba mwanadamu ni kiumbe cha kipekee ambaye anaishi kwa upekee. Man ni roho anayeishi ndani ya mwili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Praise be to God. Amen. So the Bible says Kwa hivyo Biblia inasema in verse chapter 2 of verse 15, mlango wa 2 mstari 15, God blessed man Mungu akamchukua mwanadamu in the garden of Eden. akamweka kwenye bustani la Edeni. Hallelujah. Hallelujah. And a decree was made. Na tangazo likawekwa. Law was established Na sheria ikasimamishwa between God and man. kati ya mwanadamu na Mungu. And God told man, Na Mungu akamwambia mwanadamu, I've given you the freedom nimekupea uhuru wote to partake of every tree in this place. ili ushiriki kwa vyovyote kwenye bustani hii. Only one tree, Ila mti mmoja tu partake not. usiuguze. Hallelujah. Hallelujah. God was talking to man, Mungu alikuwa anaongea na mwanadamu the Adam. ambaye ni Adamu. Glory be to God. Tukufu kwa Mungu. And the Bible goes and records Na Biblia inaenda kurekodi kwamba in chapter 3 katika mlango wa 3 that man broke the law na mwanadamu akavunja sheria when the enemy, the Satan, wakati shetani came and lured at Eve. alipokuja akamdanganya Hawa. Hallelujah. And Eve partook of the forbidden tree. Na Hawa akalila lile tunda la mti. That law was broken. Na hiyo sheria ikavunjwa. The Bible says, Na Biblia inasema because God is faithful kwa sababu Mungu ni mwaminifu and God is just, na Mungu ni wa haki, told Adam, akamwambia Adamu, the very day you shall partake on the tree, na siku utashiriki ule mti you shall surely die. na hakika utakufa. Hallelujah. Hallelujah. And indeed they partook on it, Na wakati Hawa alichukua ile tunda but they did not die. hawakukufa, Hallelujah. Hallelujah. They went on and lived. waliendelea wakaishi. And in chapter 4, they are giving birth to sons. Na mlango wa 4 wanazaa wana Is sasa. that one true? Hiyo ni ukweli. Hallelujah. Hallelujah. What happened? Na nini kilifanyika? They committed sin. Walitenda dhambi. Hallelujah. Hallelujah. They committed sin Walitenda dhambi because they broke the law. kwa sababu walivunja sheria. Are we together up to that point? Tuko pamoja kufika hapo. So what is sin? Na kila ambacho kinaonekana, Sin is missing the mark. dhambi ni nini? Dhambi ni kupoteza ile alama, Kukosa alama. kukosa alama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. To miss a mark. Kupoteza alama, To miss the standards of God. kupoteza ile standard nzuri ya Mungu. And when we talk of sin, Na tunapoongelea dhambi, we have two aspects of sin. tuko na viwango viwili vya dhambi. Glory be to God. Tukufu kwa Mungu. In the Hebrew language Katika Ibrania, or in the Greek language, katika lugha ya Kigiriki, the word sin means hamatia. neno dhambi linamaanisha hamatia. And hamatia means to miss a mark. Na hamatia kuonyesha kupoteza alama. So we have two aspects of hamatia. Tuko na alimili za hamatia. One aspect of hamatia is Alimoja hamatia ni kwamba peripasis, paripasis, which means to inayomaanisha transgress, to rebel. kuweza kugaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Transgression. Kugaidi. And another aspect of hamatia or sin, Na neno lingine linaonyesha, it's called anomia. inaonyesha kwamba anonia. And anomia means Anonia inamaanisha of disobedience. kutotii. Amen. Amen. Kutotii. Praise be to God. Amina. And disobedience Na kutotii is the iniquity. ni Uovu. uovu. Praise be to God. Amina. So sin Kwa hivyo dhambi, came because of breaking of the law. kwa hivyo dhambi ilikuja kwa kuvunja sheria. And now sin was made available. Na dhambi zikakuwepo. And what sin did, Na kila ambacho dhambi ilifanya, sin activated death. dhambi iliweza kuchochea kifo. Death was not powerful. Kifo hakikuwa na nguvu. Death was not created. Kifo hakikuumbwa. Death was a promise. Kifo kilikuwa tu ni ahadi. Hallelujah.
dies. ni mwili unapoaga, Hallelujah. Hallelujah. In what Greek calls thanatos. ambapo Greek inaita thanatos. Thanatos means Thanatos to inamaanisha die physically. kukufa kimwili. Hallelujah. And the second aspect of death, Na hali nyingine ya it pili is called necros. inaitwa necros. Necros means Necros inamaanisha spiritual death. kukufa kiroho. And spiritual death means Na kukufa kiroho when you are separated from God. wakati umetenganishwa na Mungu. Hallelujah. So what happened in the book of Genesis? Kilichotendeka kwenye kitabu cha Mwanzo, Necros took place. necros ilichukua In nafasi that man was separated from God. ya kwamba mwanadamu alitenganishwa na But Mungu. Thanatos did not take place. Na thanatos ilipochukua nafasi, Hallelujah. The Hallelujah. physical death did not take place. kukufa kiroho haikutendeka. But it was empowered because of sin. Ilienda kuchochewa na dhambi. Glory be to God. Ah, utukufu Can we celebrate Jesus? Shangilie Kristo. So there are two things here. Kwa hivyo kuna vitu viwili hapa. God spoke to Adam, Mungu anamwongelesha Adamu, but the devil spoke to Eve. ila shetani anaongea na Eve. God spoke to Adam Mungu alimwongelesha Adamu when establishing the law. alipokuwa anaunda sheria, And the law was to be the foundation of relationship. na sheria ilikuwa ni kutengeneza mahusiano And yao the foundation of fellowship. na msingi wa uhusiano wao. Glory be to God. And Satan spoke to Eve. Na shetani akamwongelesha Eve, And that conversation was to break the law. na mazungumzo haya yalikuwa ni kuharibu sheria. Hallelujah. Haleluya, Praise be to God. tukufu kwa Mungu. Let me confirm to somebody this afternoon Wacha nieleze mtu mchana wa leo that death was not powerful. ya kwamba kifo hakikuwa na nguvu. It was powerless. Kifo kilikuwa kina nguvu, But because of our own nature, na kwa sababu ya hayo we wahisia empowered death.
watakatifu wa kale, watakatifu wa kale, the prophets, wale manabii prophesying of the coming of this man, waliweza kutabiri kukuja kwa huyu mtu. Glory be to God. Tukufu kwa Mungu. And in the New Testament, Na katika agano hili the prophecy was fulfilled. na agano hilo likatimia. Hallelujah. Hallelujah. And the cross came. Na msalaba ukaja. Cross came. Msalaba ukaja. Where the ultimate price was to be paid. Ambapo Kristo angeweza kulipa. Child of God. When I talk of cross, Napoongelea msalaba mwana wa I'm Mungu. not only talking about the how do we call it, the bow. Napoongelea msalaba sio tu mbao ambayo tunaiona. Glory be to God. Utukufu kwa It Mungu. is deeper than that. Ni zaidi ya msalaba. It was not this deeper. Cross is deeper than that. Msalaba ni Now, zaidi. let me say this. Wacha niseme hivi. Cross was the altar. Msalaba ilikuwa ni madhabahu. The ultimate altar. Madhabahu ya kiapo. Where the ultimate price was to be paid. Ambapo gharama ya Yesu angelipia. In the Old Testament, Katika agano they were building altars. kulikuwa na madhabahu. Elijah built one. Elia alijenga And madhabahu. God answered by fire. Na Mungu alijibu kwa moto. Abraham built one. Abrahamu akajenga And madhabahu. God answered by providing a lamb. Na Mungu alileta mwana kondoo. Praise be to God. Tukufu kwa Mungu. Another altar was built in the New Testament. Madhabahu mengine akaweka kwenye agano jipya. And with this altar, Na kwa madhabahu God answered by releasing his son. Mungu alijibu kwa mwachilia mwanawe. It was not fire. Haikuwa moto. It was not the lamb. Haikuwa mwana kondoo. But it was the Son of God. Ilikuwa ni mwana wa Mungu. Who carries a special blood. Ambaye anabeba damu spesheli. Blood that speaks better things. Damu ambaye anaongea mambo mazuri. Hallelujah. Hallelujah. This afternoon, that blood is going to speak. Sana leo damu hiyo itanena. That blood carries power Hiyo damu inabeba nguvu. to destroy and dismantle. Kuharibu na kubomoa. At the cross, Pale msalabani. the price was to be paid Lazima kungelipwa gharama. because of what happened in the book of Genesis. Kile ambacho kilifanywa kwenye kitabu cha Mwanzo. Hey, come on, praise be to God. Utukufu kwa Yesu. Can you wave to Jesus? Ushike mkono wako. Hallelujah. Hallelujah. The cross is the ultimate altar. Msalaba ni madhabahu ya kamilifu. Hey, come on. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Hello. Hello. Are we together? Now listen. Sikiza. John 3:16. Yohana 3:16. The Bible says, Biblia inasema for God so loved the world jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu that he gave his only begotten son. akamtoa mwanawe wa pekee. Can you celebrate Jesus? Shangilia Yesu. Because he loved the world. Kwa sababu alipenda ulimwengu. This world is not this one of soil, rivers and mountains. Ulimwengu sio milima na mchanga. God loved us. Mungu alitupenda sisi. Praise be to God. Utukufu kwa Yesu. And he released one and only begotten son. Na akamwachilia mwanawe mmoja wa pekee. That whosoever believeth in him Ili ya kwamba atakayemwamini shall not perish. hatapotea. That perish Hiyo kupotea is the death in the Genesis. ni yule shetani katika Mwanzo. Death in Ni Genesis. kile kifo katika Mwanzo. God said you will surely die. Mungu alisema lazima utakufa. Hallelujah. Hallelujah. But if you believe in the Son, Ila ukimwamini mwana surely you will not die. hautakufa. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. The power of the cross. Kuna nguvu katika msalaba. Now listen, child of God. Sikiza mwana wa Mungu. In the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Wakorintho wa kwanza 1:18. Amen. Mama, come and help me here. Praise be to God. Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema for the preaching. Mama, fanya haraka. Mama, fanya haraka. ya kwamba injili For the preaching injili or the message of the cross, ama ujumbe wa msalaba, it is foolishness hiyo ilikuwa ni ujinga for them who are perishing, kwa wale ambao wanakufa, but for us who are being saved, lakini kwetu sisi ambao tunaokolewa it is the power of God. ni nguvu ya Mungu. Yani you cannot celebrate Jesus for that. Lakini hamwezi sherekea kwa hiyo, For the message of the kwa cross, sababu ya ujumbe ya msalaba, it is foolishness hiyo ilikuwa ni ujinga for them who are perishing. kwa wale ambao wanakufa. Why are you perishing? Kwa nini
yaliandikwa Hallelujah. akaziweka pale msalabani. And he put them behind the cross. He removed every handwritings and ordinances. Akaondoa yale maandishi yote ambayo tulidakiwa tutakiwa He nayo. carried them and nailed them on the cross. Akazibeba akazipeleka msalabani. Hey, come on, child of God. Oh yes. Come on, child of God. Hebu tuende pamoja. Whatever was written over your Kila life, kitu ambacho iliandikwa dhidi ya maisha yako. whatever was written in your family, Kila kitu ambacho iliandikwa juu ya familia yako. it doesn't matter the kinds of the writings. Haijalishi ni nani na iliandikwa It vipi. doesn't matter the ink of the writings. Haijalishi ni ink gani ilitumiwa Whether kuandika. capital letters or small letters. Haijalishi kama iliandikwa na capital letters The au small letters. Bible says Kile ambacho kimeandikwa that all of those writings ya kwamba maandishi yote were nailed on that cross. ilipigwa msumari pale Every msalabani. writings of sickness, Hata ilikuwa ni yale ya magonjwa. every writings of limitation, Yale maandishi yote ya kukandamiza. every writings of poverty, Maandishi yote ya they were nailed on the cross. ilipelekwa msalabani. They were nailed on the cross. Ilipigwa msalabani. When there was a sound, Na kulikuwa na sauti. when the hammer was nailing the nail, Wakati walikuwa wanapiga msumari. it was sounding gong, gong, gong. Inatoa sauti ya gongo. Hallelujah. Haleluya. The revelation is Na ufunuo ilikuwa every sickness kila magonjwa was going deeper. ilikuwa inaenda kuzama. Every poverty Kila kushinda was going deeper. ilikuwa inaenda kilindini. It was not gongo. Hailikuwa sasa gongo. Sickness was crying gongo. Magonjwa ilikuwa inalia gongo. Poverty was crying gongo. Ukara ilikuwa inalia gongo. Mbona mnanitoa? Kwa nini mnanitoa? Nataka kuwaki. I want to remain. Hey, come on. Come on. The cross was the technology of heaven. Msalaba ilikuwa ni teknolojia ya mbingu. Because the Bible says when you read Leviticus and Deuteronomy, Biblia inasema katika kitabu cha Leviticus na Deuteronomy that whosoever blaspheme God ya kwamba yule ambaye amedhihaki Mungu was to be stoned to death. alikuwa pigwa na mawe yake. Hallelujah. Haleluya. And they accused Jesus of blaspheming God. Na wakadhihaki Mungu kwa sababu ya Mungu. Why was he not stoned to death? Kwa nini yeye hakupigwa na mawe? Akupe. The cross. Msalaba. The cross. Msalaba. It's the wisdom of God. Ilikuwa ni hekima ya Mungu. The cross. Msalaba. It's the wisdom of heaven. Ilikuwa ni hekima ya mbingu. That was a new technology. Ambayo ilikuwa ni teknolojia mpya. The devil did not realize Na shetani hakugundua hiyo. that he is going to be crushed on the Ya cross. kwamba amepigwa katika msalaba. What the devil was thinking, Kile ambacho shetani alikuwa anangoja that he was going to shame Jesus. ya kwamba alikuwa anaenda kuaibisha Yesu. Public shame on the cross. Alikuwa anaenda kumwaibisha. He did not realize Lakini hakugundua that this is what God wanted. ya kwamba hiyo ndio Mungu alikuwa anatarajia. So that he can be crushed publicly. Ndiposa aweze kukandamizwa watu wakiona. And I will put enmity between you and the woman. Na nitaweka uadui kati yako na mtu. And the seed of the woman shall crush your head. Na mbegu ya binadamu ingeumiza kichwa yako. Hallelujah. Amina. I'm seeing the seed of Mary Mimi ninaona mbegu ya Maria crushing the head of the devil. kama inakanyaga kichwa ya kishetani. Praise be to God. Haleluya. His head was crushed. Na kichwa yake ikapigwa. Unajua Ikakanyagwa. mwenye amecrush kichwa chako, Unajua mwenye amekanyaga kichwa yako? he has dismantled you. Amekuharibu wewe. You cannot think anymore. Hauwezi kufikiria tena. Hallelujah. Amina. You cannot reason anymore. Hauwezi kureason tena. He has dismantled, discomposed you. Kwa sababu amekuharibu, ametoa kila kiumbe. Every this sort has happened. Kila this imefanyika. Can you celebrate Jesus? Hebu tusherehekee Yesu. Am I going too fast? Ninaenda haraka sana. It's because of time. Kwa sababu ya Small things. tunataka tufanye mambo mengi. Hallelujah. Haleluya. On the cross, Katika msalaba Isaiah said something very powerful. kuna kitu ambacho nilisema ambayo ni ya nguvu sana. Isaiah said something very powerful. Nikasema kitu ya nguvu sana. Isaiah akasema kitu ya nguvu sana. In chapter 53, Hapo 53 that he was pierced because of our transgressions. ya kwamba aliangamizwa kwa sababu ya dhambi zetu. Parapasis. Parapasis. And it was crushed. Na akaangamizwa. Jesus was crushed Yesu akaangamizwa because of our anomalies, kwa sababu ya dhambi zetu. our iniquities. Kwa sababu ya dhambi zetu. Hallelujah. Haleluya.
Hallelujah. Mume wako wingi kwa sababu umetimu. Yaani akunielewi vizuri ama nini? Amen. Take this revelation. Hebu chukua ufunuo. Kila ukasa na ugumba. That any barrenness. At the cross. Pale msalabani. There was breaking news. Kulikuwa na habari. At the cross. Pale msalabani. There was a conference call. Kulikuwa na conference call. Because the Bible says. Kwa sababu Biblia inasema. Wakati walikuwa wanafanya haya yote. When they were doing all this. That man. Huyo mume. Kept silent. Yeye alikuwa amenyamaza. He was waiting for the moment. Yeye alikuwa anangoja. Hallelujah. Amen. It doesn't matter how long it has taken. Haijalishi imechukua muda gani. It doesn't matter how long it has taken. Haijalishi imechukua muda gani. We are waiting for our moment and our hour. Sisi tunangoja wakati wetu na saa yetu. He was taken to the slaughterhouse like a lamb. Alipelekwa kuchinjwa ni kama kondoo. Akaenda. And he went. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Akanyamaza. Na he was quiet. Akapigwa mjeledi. And he was beaten. Akanyamaza. And he kept quiet. Wakamdunga. And he was pierced. Akanyamaza. He kept quiet. Lakini alipofika pale. Lakini when he reached there, Akatamka jambo. he mentioned a word. Akaniambia. And he told to me. Sikiza. Tumeenda kuwa mamlaka. Na kwa sasa hivi. And from now. Na hata milele. Yamekwisha yote. Yamekwisha yote. Maadui wamenena kwa maisha yako. And the enemies have talked about your life. Usiwajibu. Don't reason with them. Usilie. Don't respond. Don't cry. Glory be to God. Hallelujah. Si wananena. They are talking. Si wanaongea. And they're talking. Shut up. Wewe nyamaza. Be quiet. Wewe nyamaza. The Lord is doing something on the cross. Mungu anatenda kazi katika msalaba. Hallelujah. Hallelujah. It is coming. Inakuja. Suddenly. Yes, na mara hivi. After being full. Ghafla bin vu. It will surely happen. Itafanyika. It will surely happen. Itafanyika. At the appointed time of God. Na wakati wa Mungu The wewe. Lord shall speak. Mungu ataongea. And when the Lord speaks, Na wakati ataongea. there is no any contrary opinion and voices against Hakuna that. mambo kinyume ama sauti kinyume ambayo itanena tena. Walisema wewe ni fukara. They say you are down. Wakaandika wewe ni fukara. And they wrote it. Leo hii tunabadilisha. Today we are changing. Kwa sababu Yesu asema msalabani. Because Jesus has said Yote yamekwisha. everything is finished. Yote yamekwisha. Everything is finished. Hadithi gani yote yamekwisha. Never yote imeisha. Pale msalabani. At the cross, Yote yamekwisha. everything is over. Amena. I'm winding up. Namalizia. The essence of the resurrection now. Ni sababu gani ya kufufuka? Resurrection means Kufufuka inamaanisha to stand up, kusimama. to rise up. Kusimama juu. It comes from a Greek word, Natoka kwa anastasis, anastasis. meaning to stand up. Inamaanisha kusimama. It comes from Hebrew word, Inatoka kwa Kiebrania tekuma, tekumani. to means Maanisha to arise up. kuamka. Glory be to God. Hallelujah. 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 Now, skiza. Get it. This is the last book I'm reading, then we are going to pray. Mambo ya mwisho ambayo nasoma kisha In the tutaenda. book of Mark, chapter 16, verse 1 to 6. Marko 16:1-6. Pay attention now. Hebu sikiza hii. Can you be alert? Usikiza hii. Wake up your neighbor. Hebu muamshe jirani. Kama haya yote ambayo nimesema umesahau, If all this I've said you have forgotten, haukusikiza. you did not get it. Sasa sikiza hii. Now get this. The essence of resurrection. Why resurrection? Umuhimu wa kufufuka. Hallelujah. Ilipofika asubuhi, When it was dawn time, nikaona wanawake watatu. I saw 3 women. Mary Magdalena, Maria Magdala, Salome, na Mary mamake Yakobo. na Maria mama wa Yakobo. Wakaenda sokoni. And they went to the market. Wakanunua manukato. And they bought incense. Hallelujah. Amen. Wakasema, And they said, tutaenda
wanasema they always wonder. panapo wazee afanye nini? Wazee. Mimi leo navunja hiyo maneno. And today, Panapo wanawake alisema siku ya tatu atamuka. He said that the third day will rise. Alafu mimi mama yake akasema alisema ndio. Then the mother of Jacob said, oh, I remember. Tuende tununue mafuta. Buy some ointment. Hallelujah. Amen. Asiwa walking. Na vile walikuwa wanatembea. Walianza kusemezana. They were talking among themselves. Kwa ni nani yule atatoa jiwe? Who is that who is going to remove that rock? Hallelujah. Amen. Ambie jirani ni nani yule atatoa jiwe? Usiwaze sana. Don't worry so much. Usifikirie sana. Don't worry so much. Don't overthink. But do you know God? Do you know Jesus? Nini unajua Yesu? Do you know Jesus? Unajua Yesu kweli? Mzee usiwaze. Don't overthink. Alisema jambo msalabani. There is something he said at the cross. Yote yameisha. Everything is finished. Yote yameisha. Everything is finished. Wakaenda. And they went. Walipofika. And when they reached there, wakapata kama jiwe lile they found the rock. ishaondolewa. It is already removed. Wakapata jiwe lile lishavunjwa. If fear is a stone in your life, Unajiwe katika maisha yako. that has brought limitation in your life, Ambayo imekukandamiza katika maisha yako. in your academics, Katika masomo yako. in your marriage and your family, Katika ndoa yako na familia yako. in your health, Katika maisha yako. I want you to arise on your feet Nataka watu waamke, kila mtu and ainuke. say prophetically Na useme kuingia. that every stone Na kwamba kila jiwe be removed. itolewe. Be removed. Itolewe. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every limitation, Kila kukandamizwa it is being removed inatolewa sasa. right now. Katika jina la Yesu. Wakapata mtu pale ndani. Tunataka kuomba. And they found somebody there. Yule mtu akawauliza, And then somebody asked them, na nyie and you, mnatafuta Yesu Nazareti? are you looking for Jesus of Nazareth? Si alisema atafufuka? He said he will resurrect. Hayupo leo. So he's not here. Hayupo sasa. He is not there. Hayupo leo. He is not there. He has risen. He is risen. He has risen. He is ahead of you at Galilee. Ameenda mbele yenu. He is ahead of you at Galilee. Ameenda mbele yenu wale. He is waiting for you there. Anawaongoza pale. He has risen. Amefufuka.
asante Roho wa Mungu. The Bible talks of the first day, the death. Biblia inasema inaongea juu ya siku ya kwanza kifo. And the third day of resurrection. Na siku ya tatu ya kufufuka. But there was a second day here. Siku ya pili hapa. The Bible is silent. Biblia imenyamaza tu. Now let me tell you what happened on the second day. Ni wakuambia nini ilifanyika hiyo siku. Then we pray. Alafu tunaomba tu. On the second day. Siku ya pili. Jesus went. Yesu alienda. Yesu alienda to the grave. Alienda katika kaburi. Where dead people were kept. Pale ambapo wafu wamewekwa. Hell. Pahali pa hell. Kaburi. Kuzimu. Aha. When he approached there, the gates of hell. Wakati alifika pale kuzimu. Mlango ama lango kuu ya kuzimu. The gate was off. Jesus is light. Yesu alikuwa nuru. He appeared at the gate. Akafika pale kwa lango. When he was alitanduka msalabani. Na wakati alitanduka msalabani. The demons were summoned to go back to hell. Mashetani wakamrudishwa warudi kuzimu. To celebrate the death of Christ Jesus. Washerehekee kifo cha Yesu. But he appeared at the gate. Lakini wakati alifika kwenye lango. That I have arrived. Na kama nimefika. And the demon was said, I've seen a light. Can you go and check what is that? Na shetani akatumwa, hebu angalia, nimeona nuru, hebu angalia. When the demon went, na wakati huyo shetani alienda, he brought back to the devil. alirudi kwa shetani. Who was a king? Somebody has a key. Nani ako na ufunguo? Any key. Ufunguo. Thank you, man of God. Asante sana. Glory be to Jesus. Tukufu kwa Yesu. The demon went and told Lucifer. Na huyo shetani akarudi kwa Lucifer akamwambia, That light, I can't comprehend it. na hiyo nuru sielewi vizuri. Jina lake siwezi nikatamka mimi. And the name I can't mention. Nikitamka nitaisha. When I mention it, I think I will be over. For God has highly exalted him. Kwa sababu Mungu amemwinulia zaidi na zaidi. And given him a name which is above all other names. Na akampa jina ambayo iko juu zaidi ya At the majina yote. mention of the name Jesus. Kwa jina la Yesu. Every knee shall. Kila hoti litapigwa. In heaven or earth under the earth. Mbingu na dunia na ardhi na chini ya ardhi. Jesus is the Son of God. I confess that Jesus is the Lord. Mungu anasema kwamba Yesu ndio Bwana. The demon went back and told Satan, I can't mention this name. Go by yourself. Hiyo jina mimi siwezi nikamtamka. Nenda peke yako. Wewe enda peke yako. And the devil made a mistake. Na shetani akafanya kosa. The devil made a mistake. Shetani akafanya kosa moja. He arose from his throne. Akainuka kutoka kwa kiti chake cha enzi. And he carried the key which he took of the Garden of Eden. Akachukua ufunguo ambao alitoka pale kwa shamba ya Eden. Glory be to Jesus. Mungu wa Yesu. Can you get the revelation? Anapata ufunguo. He carried the key on his hand. Alibeba ufunguo katika mkono wake. As he approached the gate, Na wakati alikuwa anaelekea kwenye lango, he was able to identify the man. angeweza kumtambua yeye. And he carried the key on his hand. Alikuwa amebeba ufunguo katika mkono And he wake. said, Na akasema, Jesus, Yesu, Son of God, Mwana wa Mungu, I bow down. mimi ninainama. Because he was to fulfill the Kwa scriptures. sababu angetimiza And kitu. Jesus said, Na Yesu akasema, today, leo take back the key. mimi ninarudisha I ufunguo. take back the key. Ninachukua ufunguo. Bring it right now, bring it right now. Every power belongs to me. Na mamlaka ni yangu. Revelation 1:18. Ufunuo 1:18. I am the living one. Mimi ndio yule yu hai. I was dead. Nilikuwa nimekufa, Now look, lakini sasa I'm alive forever. nimekuwa nzima. And I hold the key of death and hell. Na ufunguo. I hold the key of death and hell. Mimi nilikuwa na ufunguo wa maisha ya kifo na ya uzima. I want you to take this key. Nataka uchukue ufunguo. Kama kuna lango ambalo limefungwa kwa maisha yako, There is any door that is closed in your life. take that key. Chukua ufunguo. Go straight to that door Wewe enda pale kwa hiyo lango. with the boldness of the lion Ukiwa na of the tribe of Judah. ujasiri wa Open it. mwana wa Yuda. The door of finance, I open you. Lango ya finance. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. The door of health, I open you. Lango ya afya In linakufungua. the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. The door of marriage, I open you. Lango ya ndoa In linakufungua. the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. The door of business, I open you. Lango ya biashara In the linakufungua. name of Jesus. Kwa jina la Yesu. And Paul said, Na Paulo akasema, how I wish to know him. ngali ningejua ningemjua. Ningemjua, natamani kumjua. I long to know him. Natamani
there such a man kuna mtu kama huyo who said, today, my God, sema siku ya leo in my heart, katika moyo wangu, of the hearts, katika moyo wa mioyo I desire to know Jesus natamani kujua Yesu and the power of resurrection. na nguvu ya I desire to know Jesus natamani kujua Yesu and the power of resurrection. na nguvu ya In kufufuka the mighty name of katika Jesus. jina la Yesu In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. If there's such a person, kuna mtu kama huyu just kind of hand, we pray together. baba tu hivi tuombe pamoja We pray together. tuweze kuomba pamoja. This man of God, Mtumishi wa Mungu, come and pray with these precious people. kuja tuombe na hao These watu blessed people of God. Father, Mungu wetu wa mbingu, you know each and every soul that is set unajua before you this moyo afternoon. ambaye amenyenyekea mbele zako siku ya leo. You are highly exalted above any other name. Umeinuliwa juu zaidi ya jina yote. And the word decrees Na nataka nitangaze that every knee shall bow ya kwamba goti lote litapigwa on earth katika mbinguni and in heaven and beneath the earth, mbinguni na hata chini ya ardhi, that you are the Lord, ambayo wewe ndio Mungu for glory of God the Father. kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Every soul that has surrendered to Kila you, moyo ambaye imejitoa kwako, every door that has been closed, kila mlango ambayo every imejifunga, situation that has been dead, kila hali ambayo imekuwa imefungwa, every kind of infirmity and intrusion of the enemy kila hali ya kukandamizwa na that has been maadui dead in our ambayo lives, imekuwa ikiangamiza maisha yetu, resurrect them, my Father. uifufue Jehova. As you rose from the dead, Na kwa vile ulifufuka, we rise from every kind of negativity. tunainuka katika hali yote ya We rise up from every powers of darkness. tunainuka katika nguvu We zote za rise giza. from every disease. Tunainuka katika We hali ya rise from magonjwa. every intimidation of the enemy. Tunainuka katika kukandamizwa yote And when we ya celebrate your resurrection na all this wakati, na afternoon, wakati tunasherehekea hata kufufua oh, the power of resurrection nguvu za shall kufufuka be reflected in our lives, inaonekana Jehova in our katika maisha yetu, businesses, katika biashara in zetu, our situations, na katika hali in zetu, our families, na katika familia in zetu, our na relationships. katika uhusiano wetu. Father, we thank you Jehova, tunakushukuru because you rose from the kwa dead sababu ulifufuka kutoka wafu, that we may ya kwamba tuweze receive life kupokea and nuru in na abundance. kupokea maisha na Let afya. your name be glorified. Wacha jina lako lipate In Jesus' name we pray. katika jina la Yesu Kristo And we tunaomba believe. na tunaamini. Amen. 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 Hiyo wimbo. Msalaba ndio asili ya wema, nikatua mzigo wako, nina uzima, furaha daima, njoni
Awaalika mezani pake wote wanaopenda, wale wanaotubu dhambi zao kwa unyenyekevu na wanaotafuta kuishi kwa amani na kila mmoja. Kwa hiyo hebu tutubu dhambi zetu mbele za Mungu na kwa kila mmoja. Mungu mwenye huruma, tunakiri kuwa tumekupenda kwa mioyo yetu yote na kuwa tumetuamilia mambo mengine badala yako. Tumeshindwa kuwa kanisa lenye utulivu. Tumetamani wale nayo watu wengine. Hatujawapenda majirani zetu. Tumefuata tamaa zetu badala ya kufikiri mapenzi yako kwa maisha yetu. Hatujawa watumishi kwa wengine. Tusamehe, tumekuomba. Tupe uhuru kwa ajili ya utubu wenye furaha kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Sikia habari njema. Kristo, usiku ule Yesu alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Akachukua mkate, akaumega, akashukuru Mungu, akasema, twaeni, huu ndio mwili wangu, ili kwamba kwa ajili yenu fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Baada ya kula, alichukua kikombe, akashukuru Mungu, akawapa wanafunzi wake na kusema, nyweni katika kikombe hiki ninyi nyote, hii ni damu yangu na agano jipya iliyomwagika kwa ajili yenu na kwa wengi kwa msamaha wa dhambi. Tupe Roho yako Mtakatifu sisi sote tuliokusanyika hapa na juu ya zawadi hii ya mkate na divai. Fanya iwe kwetu mwili na damu ya Kristo, ili tuwe kuwa mwili wa Kristo kwa ulimwengu na utakazwa kwa damu yake. Kupitia Roho yako tufanye kuwa pamoja na Kristo, pamoja na kila mwenzetu na pamoja katika ushuhuda kwa ulimwengu wote, hadi Kristo atakapokuja kwa ushindi wa mwisho na kusherehekea katika karamu yake ya mbinguni. Kupitia mwanawe Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ndani ya kanisa lako takatifu. Heshima na utukufu wote ni wako wewe Baba Mwenyezi, sasa hata milele. Amen. Pamoja kanisa tusali sana. Bwana wetu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe wakosaji wetu. Usitutie majaribuni, bali tuokoe na yule mwovu. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Amen. Kwa hivyo wakati kwaya ikiendelea kuimba wimbo, tutakuwa tukisherekea ama tukila mkate ambao ni divai takatifu tumepatiwa na Bwana Yesu Kristo. Hii ni meza ya Kristo. Kristo aliandaa kwa ajili yetu. Inaitwa Lord's Table. It is not Methodist table, it is not Baptist table, it is not gospel table, it is Lord's Table. Sema Lord's Table. Lord's Table. Sema meza ya Bwana. Meza ya Bwana. Kwa hivyo tunakaribisha watu wote kuweza kupatake this. Wacha nikwambie, kuna siri ndani ya hii meza takatifu. Kuna msamaha wapatikana hapa. Kuna uponyaji uko mara hapa. Alika mnenaji amenena vile Kristo alienda kuzimu akatoa ufunguo ili tuweze kuwa huru. Haleluya. Yes. Hivyo furahia katika kusherekea. Be a partaker
katika hii meza. Hallelujah. Yes. We shall be having 4 stations, 3, 4, mmoja hapa, mmoja kule nyuma, mwingine kule pale, kusudi tuweze kwenda haraka. Kwa hivyo kawaida ni kwamba utakuja unapokea, alafu kwanza mkate, alafu divai, namna hiyo. Amen. Tangazo moja ni kwamba kama yes, you are a member of the church. Kama hauna membership certificate through your pastor, let me know so that you get your legal membership certificate. Hallelujah. Wewe ni Mkenya ama si Mkenya? Lakini watu kwa Kenya ID yako. Sio umezaliwa na mama yako pia.